Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Karibu siku nyingine tena ambayo Mungu ameichagua. Tumepata nafasi ya kuweza kushirikishana maneno ya Mungu. Kiufupi mimi sitaki kukudanganya. Katika sehemu ambayo wanakuwa so excited, yani nafurahi, ni ule muda ambao unajua sasa ninakaa na kushirikisha dunia neno la Mungu. Mtazamaji wangu, kama kawaida umekuwa ukiwa mwaminifu kuja hapo kwenye channel yangu, au unapoona tu basi clip yangu imepita unafungua na unaangalia. Mungu akubariki sana. Nakwambia haitakuwa bure. Ninamuomba Mungu hata kama ni neno ambalo ulishawahi kulisikia kwenye maisha yako, hutolisikia kwa namna ya kawaida, ninamuomba akupe mafunuo tofauti kabisa kuhusu hilo neno ambalo ulisikia na kwa uliona labda kawaida. Neno la Mungu ni jipya kila siku unapolisikia kwenye masikio yako. Leo nina neno zuri sana. Hili neno linahusu habari za huyo Yesu. Tunasema muamini Yesu, mpende Yesu, muishie Yesu. Yesu ni nani? Huyo Yesu ni nani? Bado tunasema muamini, muishie. Tunaenda kujifunza maneno machache kuhusu kwamba Yesu ni nani. Yesu ni nani? Kwa hiyo kwenye mwanzo nimeandika kwamba kifupi Yesu ana sifa nyingi na ana majina mengi. Kwa hiyo mimi siwezi nikasema hapa eti nikayamaliza yote, na kila mtu ana tafsiri yake ya kumtaja Yesu, kwa sababu mwingine huwa anamtaja Yesu kulingana na alivyomtokea. Kwa hiyo akimtokea hivi anasema huyu Yesu ni fulani. Akimtokea hivi, kwa mfano kama mimi nimetokea katika uponyaji, sasa Yesu ni mponyaji. Amenitokea labda katika kuniokoa, sasa Yesu ni mwokozi. Lakini kwa leo naomba tukashirikishane vitu vichache au maneno machache yanayomzungumzia Yesu ni nani. Kwa kwanza kabisa naomba tuanze na kitabu cha Isaya. Kitabu cha Isaya ni kitabu ambacho kiko kwenye Agano la Kale. Na kuambia Yesu alianza kutabiriwa zamani kabisa na manabii. Yesu sio kwamba ametokea tu kwenye Agano Jipya. Yesu alianza kuzungumzwa zamani kabisa, alianza kutabiriwa zamani. Kwa hiyo kwa mfano hapa tunazungumza habari za Yesu kutoka kwenye kitabu cha Isaya sura ile ya 9 kuanzia mstari wa 6. Isaya 9 tuanzie ule mstari wa 6. Maneno ya Mungu yanasomeka hivi: maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa, tumepewa mtoto mwanaume, na uweza wa kifalme utakuwa begani mwake, naye ataitwa jina lake Mshauri wa Ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele, Mfalme wa amani. Kwa hiyo huyu Yesu alitabiriwa na akatabiriwa na kwamba majina yake yatakuwa ni yapi. Kwa hiyo tunapomzungumzia Yesu kulingana na Isaya au kulingana na alivyotabiriwa na nabii Isaya, tunaweza tukasema kwamba Yesu ni mshauri wa ajabu. Jambo jema sana. Yesu ni mshauri wa ajabu. Ninazo habari njema masikioni mwako ambaye ndo unanisikiliza. Yesu ndiye mshauri wa ajabu. Wapo washauri wengi, lakini huyu anaitwa mshauri wa ajabu. Ni mshauri ambaye atakapokushauri kwenye mambo yako hautajuta. Unajua kuna mtu mwingine unaweza kumshaurisha jambo lako, kweli atakushauri, lakini atakutangaza. Hata kama anaweza akawa ni mtumishi wa Mungu. Mimi nishawahi kushuhudia mtu mmoja ameenda kumwambia mtumishi wa Mungu, muomba ushauri tu vizuri. Akamuomba ushauri, akamwambia naomba unisaidie, ninapitia changamoto hii, niko hivi na hivi. Kweli alimsaidia, kweli alimshauri, lakini ilipofika siku moja yuko ibadani, anasikia tena zile habari zake ndo zinakuwa mfano pale mbele. Yeye binafsi alijisikia vibaya kwa sababu alijua kwamba habari hii inayozungumzwa hapa inanihusu mimi. Lakini leo tunaye mshauri wa ajabu ambao unaweza kupiga magoti chumbani kwako ukiwa naye. Nasema tafuta uhusiano wako binafsi na Mungu. Piga magoti chumbani kwako, mwambie Mungu, hii ndoa inanichanganya, hii biashara inanichanganya, hawa watoto wananivuruga, hii kazi sielewi, huyu bosi ananichanganya, haya maisha hayaeleweki, huu maskini nimechoka, naomba unishauri, naomba unielekeze. Na kuambia Yesu wezi akatoka hapo akasema huyu alilala njaa jana, alikuwa ananiomba ushauri. Hawezi.
tunaye mshauri wa ajabu. Mkubali tu aseme maisha yako, utayafurahia maisha sana. Mkubali tu awe mshauri wako. Yesu hana tabia ya kuforce vitu. Yesu hana tabia ya kulazimisha vitu. Yesu yuko hapa, anagonga mlango, anataka tu useme mimi niko tayari, sasa uanze kuwa mshauri wako. Ataanza kukushauri kwa namna ya ajabu. Mimi nimekuwa nimeona Mungu akinishauri kwa neno lake, akinishauri hata kwa nyimbo, akinishauri hata kwa watu wanaohubiri. Yaani pale unasikia tu wimbo unashangaa, unajua huyu tayari ni ananiambia nisiogope, tayari ni ananiambia simama tena kuna kuinuka. Kwa hiyo Yesu ni mshauri wa ajabu. Jambo jingine, Isaya anatuambia kwamba huyu tena atakuwa anaitwa Mungu mwenye nguvu. Kwa kawaida ipo miungu, hatukatai ipo miungu, na watu wanaitegemea kwa namna wanavyozijua na zinawasaidia na wanaiamini. Ni kweli wapo miungu, lakini sasa yeye ni Mungu mwenye nguvu, ni Mungu wa hiyo miungu yote. Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Tunapokuja kwa habari ya ulimwengu wa roho, hakuna miungu inayosimama ukaishindanisha na Yesu. Hakuna Mungu anaweza kusimama kwenye pambano na Yesu. Hayupo. Haijalishi kwamba limetolewa kafara kiasi gani. Yeye ukimpambanisha na Mungu yeyote ambaye unamwamini wewe, Yesu hajawahi kushindwa pambano lolote. Kwa nini? Kwa sababu yeye ndiye Mungu wa miungu. Yeye ndiye Mungu mwenye nguvu, alitabiriwa na ndivyo alivyo. Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Lakini huyu Yesu ni nani tena? Anasema kwamba huyu ni Baba wa milele. Yaani huyu sio baba wa kufa kesho, huyu sio baba wa kupita, ni Baba wa milele. Ukimkubali Yesu leo, akawa sehemu ya maisha yako, akawa ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako, atakuwa baba wako, atakuwa baba kwako. Mimi katika maisha yangu nimemwona Yesu akinitunza kama baba. Nimemwona Yesu akinipigania kama baba. Nimemwona Yesu akipigania watu kama baba. Yeye ni Baba wa milele. Yeye ni baba yetu kuanzia hapa duniani. Ni baba yetu mpaka tutakapofika huko mbinguni. Yeye ni baba. Mfanye leo Yesu awe baba kwenye maisha yako. Kwa hiyo huyu Yesu, tunasema Yesu ni nani? Yesu tumesema kwamba ni mshauri wa ajabu, ni Mungu mwenye nguvu, ni Baba wa milele. Lakini pia Yesu tunasema kwamba yeye ni mfalme wa amani. Hizi habari sijui unapozisikia kwenye masikio yako zinaingiaje, lakini kwangu mimi ninajua kuna vitu vingi vinawanyima watu amani. Usione watu wanaendesha magari marenji unasema kweli hao wenyewe wamefika. Wanaendesha magari ya mamilioni, hao wana vyeo vikubwa serikalini, hao wenyewe ni viongozi wakubwa, hao sijui wana maisha gani. Nakwambia hapo ni maisha ya nje tu. Kama hana Yesu, amani haipo moyoni. Amani haiwezekani ikatokea moyoni bila Yesu. Kama unayo amani bila Yesu, hiyo ni amani fake. Nakwambia hiyo ni amani fake. Amani original iko kwa mfalme wa amani. Kwa hiyo kuna watu wanaohangaika kuitafuta amani. Jamani, wewe ambaye unamwamini Yesu, naomba usikae kimya. Watu wanamhitaji Yesu wapate amani. Nimekuwa nikisikiliza shuhuda nyingi watu wanaenda kwa waganga nyingi kuitafuta amani. Yaani mtu anakuambia mimi mtumishi nimezunguka, nimeshaenda kwa waganga mpaka 10, nimeshaenda mpaka kwa waganga 20. Yaani mpaka najiuliza niko hapa nina Yesu, sijakwenda kwa mganga. Ninalala, ninaamka, ninakunywa, niko na watoto. Kumbe kuna mtu anahangaika mahali na wewe uko hapo kama mimi. Umekaa tu uone sababu ya kushia na mtu habari za Yesu. Kumbe anahangaika tu ni jirani yako. Mwambie habari za mfalme wa amani ili ampokee, akae moyoni mwake, ampe amani anayoitafuta kwa waganga usiku na mchana. Wengine wameshazindika majumba, wengine wameshakuwa na matunguri wanatembea nayo. Hiyo yote wanaitafuta amani, lakini yuko mfalme wa amani leo anabisha hodi, anagonga mlango kwenye moyo wako. Mpe nafasi Bwana Yesu kwenye moyo wako. Mpe Bwana Yesu moyo wako, utaiona amani.
ambayo tangu umeitafuta hujawahi kuiona, hujawahi kuipata. Kwa hiyo tunasema pia Yesu ni mfano wa maana. Jambo jingine tunaweza tukasema Yesu ni mwana pekee wa Mungu. Yesu ni mwana pekee wa Mungu. Ukisoma hiyo Yohana 3:16 anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminie asipotee. Kwa nini unapotea? Kwa nini unapotea wakati ameshatolewa mwana pekee wa Mungu ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele? Kwa hiyo tunasema kwamba Yesu ni mwana pekee wa Mungu. Yesu ni mwana pekee wa Mungu. Kwa ukisikia kama tunasema kwamba muamini Yesu, kubali Yesu, usiendelee kujiuliza kwamba huyu Yesu ni nani. Nimekwambia Yesu ni mwana pekee wa Mungu. Tukiangalia pia kitabu cha Wakolosai sura ya 1 mstari wa 15, neno la Mungu linasema naye ni mfano wa Mungu asionekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Kwa Yesu ndiye mzaliwa wa kwanza kwa Mungu. Yesu alikuwepo tu tangu dunia inaumbwa. Mungu alipendezwa tu kumfanya mwanae awe naye kule dunia, kule mbinguni. Kwa kabla hajaja duniani alikuwepo mbinguni kwanza. Yeye ndiye aliyetangulia kuumbwa kabla yetu. Kwa hiyo alikuwepo, ni mwana wa Mungu. Ni mwana wa Mungu. Kwa tunasema mkubali Yesu kwa sababu yeye ni mwana pekee wa Mungu, ni mtangulizi wetu, ndiye mzaliwa wa kwanza. Ukimwamini yeye anakusaidia kufika mbinguni. Anapajua mbinguni vizuri. Yesu anapajua mbinguni vizuri. Anapajua duniani vizuri. Hata kuzimu anapaelewa. Maana aliposhuka kule chini, alishuka kuzimu, anapajua. Alipomnyang'anya shetani funguo za kuzimu na mauti, anazo yeye. Anazo hizo funguo za kuzimu. Kwa Yesu mkubali tu, maana ni mwana wa Mungu. Anajua habari zote za mbinguni, anajua habari za duniani, anajua habari za huko kuzimu. Kwa tunaweza kusema pia Yesu ni mwana wa Mungu. Mathayo 3:16, Yesu ni mwana pekee wa Mungu. Yesu ni mzaliwa wa kwanza. Huyu ndiye ambaye ametanguliwa kabla yetu. Mathayo 3:16, neno la Mungu linasema naye Yesu alipokwisha kubatizwa mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfungukia, akamwona Roho wa Mungu akishuka kama hua akija juu yake, na tazama sauti kutoka mbinguni ikisema, huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Huyu ni mwanangu mpendwa wangu ninayependezwa naye. Yesu Mungu mwenyewe anakiri, jamani, huyu ndiye mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Kwa hiyo Yesu ni mwana wa Mungu. Ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Huyu ni mwana wa Mungu. Hiki ni kinywa cha Mungu kabisa kinathibitisha kwamba huyu ni mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Kwa hiyo tunapokuletea habari za kumwamini Yesu, sio ukasema kwamba hawa analeta habari za kutafutisha, au analeta dini mpya, au analeta elimu isiyo kuwepo. Sisi tunakuletea habari za Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Lengo letu ni kwamba umwamini tu, kwa sababu ndiye mwana pekee wa Mungu, mwana wa Baba asiyeumbwa, mwenye uungu mmoja na Baba, ambaye alitabiriwa kwanza na manabii, kisha akaja akazaliwa na mwanamke Maria. Tunasema zamani za Ponto Pilato, lakini aliishi, baadaye alikuwa, akasulubiwa, akafa, akafufuka. Alifufuka siku ya 3 kutoka kwenye mauti, akapaa mbinguni, ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Ameketi mkono wa kuume wa Mungu Baba Mwenyezi. Lakini anasema atakaporudi mwana wa Mungu, atakaporudi atakuja kuhukumu watu walio hai na waliokufa. Utaweza kumkwepa Yesu wewe ukasema mimi nitakuwa nimekufa? Atawahukumu walio hai, atawahukumu waliokufa.
kufa. Utaweza kumkwepa Yesu ukasema mimi nitakuwa hai, nitajificha kwenye milima. Nakwambia parapanda ya mwisho itakapolia, huyu mwana wa Mungu atakaposhuka kuja kwa hukumu walio hai na waliokufa, ataangalia sura. Kule mbinguni wanasema alipotoka kukifungua kile kitabu, alitoka ni kama mwana kondoo ambaye anachuruzika damu, lakini ni mwana kondoo ambaye ghafla akawa ni simba wa kabila la Yuda. Sasa hivi tunakuambia habari za Yesu kwa upole. Sasa hivi tunakukaribisha kwa Yesu kwa habari ya kumwamini mwana wa Mungu kwa upole. Tunakukaribisha kwa lugha rahisi. Tunakuambia ni mwana pekee wa Mungu. Tunakuambia ni mwana kondoo anayechukua dhambi ya ulimwengu. Ninakuhakikishia muamini Yesu, kwa sababu atakaporudi haji tena kama zamani, haji tena kama kondoo, haji tena kama zamani alipokuja akiwa mnyenyekevu. Atakuja na upanga wake uko mkononi, ameshika pepeto. Na kuambia ni hivi, wote waliomkataa Yesu, wote ambao wamemkataa Bwana Yesu, ile siku ni mbaya sana. Ile ni habari mbaya sana kusikia. Hatakuwa anamwangalia mtu usoni. Atakapokumbuka majeraha, atakapokumbuka misumari, atakapokumbuka matusi, atakapokumbuka kudhalilishwa, atakapokumbuka kutembea uchi yule mwanaume, hataangalia sura ya mtu. Ataangalia wewe ambaye unafanya mizana kusali, unakuja ibadani ni mzee wa kanisa lakini mzinzi mkubwa, unakuja kanisani lakini ni jambazi, ni mume wa unaiba waume za watu, unaiba wake za watu. Hata kuja kwa lugha hiyo. Tumezoea dini sana, tumezoea, ni kweli tumezoea, lakini ukweli uko pale pale. Yesu yupo mbinguni mkono wa kuume wa Baba Mwenyezi, na atarudi hapa kwa hukumu walio hai na waliokufa. Niko nakwambia, kati ya vitu ninavyoviomba Mungu hapa duniani, nisiwe mtu wa kusema habari za Yesu afu nikaachwa. Kila siku sijawahi kuizoea madhabahu, sijawahi kuzoea neno la Mungu, sijawahi kuzoea habari za Yesu. Naweza kuna vitu ambavyo naweza nikanunua nikavizoea. Naweza nikanunua gari nikalizoea, hata saa nyingine nikalisahau nilikoenda. Naweza nikazoea kila kitu. But when we come to the kingdom, tunapokuja kwenye habari za ufalme wa Mungu, sio kitu cha kuzoea kusema kwamba mimi nimezoea naenda pale madhabahuni, mimi nimezoea naenda kule kanisani, mimi nimezoea naenda kwa. Usizoea habari za Mungu, kwa sababu nakwambia Yesu Kristo mwana wa Mungu atakaporudi, atakaporejea hapa, kama maandiko matakatifu yanavyosema, haji tena kama kondoo. Tazama anasimama mlangoni anabisha. Kama utaisikia sauti yake ukamwamini na kuamua kabisa kutoka moyoni mwako na kuambia hivi, swala la kumfuata Yesu sio la kusema tu kwamba ninakuja Bwana Yesu, naomba unisamehe, namkataa shetani, alafu unaendelea. Hapana. Swala la kumkataa Bwana Yesu ni swala la kugeuka. Ni swala la kuamua kwamba mimi Bwana nimeamua, nimedhamiria. Unageuka kutoka moyoni. Ndio maana sehemu nyingine anasema kila atakaye kunifuata na ajikane yeye mwenyewe, ajitwike msalaba. Kwa ni swala la kujikana kwanza nafsi yako. Yesu ni mwana wa Mungu. Lakini pia kwa leo nimesema pia Yesu ni Mwokozi. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ni Mwokozi wa ulimwengu. Yesu ni Mwokozi mpendwa. Tukisoma katika kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana, waraka wa Yohana sura ya inaandika hapa sura ya kwanza, sura ya 4 mstari wa 14. Waraka wa kwanza wa Yohana, tuangalie sura ya 4 mstari wa 14. Tuangalie maneno yanasemaje. Mstari wa 14 anasema, na sisi tumeona na kushuhudia kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Na sisi tumeona na kushuhudia kuwa Baba amemtuma mwana kuwa mwokozi wa ulimwengu. Unaposikia umetumiwa Yesu kuja kukuokoa ni mwokozi, ni kwamba umeshakamatwa na shetani kama ulivyokamatwa. Mtu anaenda kuokolewa anahitaji mwokozi, ni ambaye yuko mateka. Ndio maana pale alisema hivi, Roho wa Bwana yuko juu yangu, naye amenitia mafuta kuwahubiri wanyenyekevu habari njema.
lakini pia anasema anakuja kuwatangazia mateka habari za kufunguliwa kwao. Kwa nini? Alijua kwamba kuna watu ambao wako kwenye mateka, wameshikwa na shetani. Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Yesu amekuja kukuokoa. Umeshikwa na vifungo vya giza. Yaani kila suluhu ukifikiria unawaza tu niende kwa mganga. Ukipata tu changamoto ya zile roho zinakuambia nenda tu kwa mganga, nenda tu ukaloge, nenda tu ukafanye hivi. Unatumikishwa mpendwa, lakini ninazo habari njema kwamba mwokozi yupo, amekuja kukufungua. Uwezi kujifungua mwenyewe kwenye kamba hizo zilizokufunga. Uwezi kujiokoa mwenyewe kwenye roho hizo zilizokufunga. Yuko Yesu, muamini leo. Yuko Yesu, muamini leo, ili awe Bwana kisha awe mwokozi ya kuokoa kwenye hizo kamba zilizokufunga. Kwa hiyo tunasema pia Yesu ni mwokozi wa ulimwengu. Kwa leo nataka tuishie tu kwenye pointi ya namba inasema Yesu ni neno. Yesu ni neno. Na hili ni neno ambalo linatoka katika kitabu kile cha Yohana sura ya 1. Yesu ni neno. Yohana sura ya 1 mstari ule wa 14. Neno la Mungu linasema, naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hiyo hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alitoka kwa Mungu, naye huyo neno tunayemzungumzia ni Yesu. Huyo neno tunayemzungumzia hapa ni Yesu. Kwa maana nasema hapo mwanzo kulikuwa kuna neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwa kwa Mungu, vyote vilifanyika kwa huyo. Kwa hiyo Yesu mwana pekee wa Mungu, yeye pia ni neno. Ili neno linaweza likaendelea tena siku nyingine, kwa sababu Yesu ana majina mengi. Ni mti wa uzima, ni mwamba, sijui ni simba wa kabila la Yuda. Hayo yote tutakuja jadili hapa kwenye kipindi chetu. Lakini kwa leo naomba ukijue kwamba Yesu ni mwokozi wako, anakuita. Yesu ni mwana wa Mungu, yuko kwa ajili yako. Yesu ni mshauri wa ajabu. Yesu ni Mungu mwenye nguvu. Yesu ni Baba wa milele. Yesu ni mfalme wa amani unayoitafuta siku nyingi. Kubali Yesu kwenye maisha yako, hautakaa ukajuta. Daudi anasema, nimekuwa kijana mpaka nikawa mzee, sije kumuona mwenye haki ameachwa. Kwa siku utakapomkubali Yesu, hawezi kukuacha. Yeye sio mwanadamu. Wanadamu sisi ndio tunataka kubadilika, lakini kwa Mungu hakuna kivuli cha kugeuka. Karibu sana kwa Yesu. Endelea kutufuatilia, tutaendelea kufafanua zaidi kwamba huyu Yesu hasa ni nani na kwa nini tunakuambia habari zake. Mungu akubariki sana.